Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa mafundisho haya kutoka huduma ya Nuru ya Kristo inayoshinda giza la shetani. Yawezekana ni mara yako ya kwanza kunisikia au kufuatilia mafundisho haya. Jina langu naitwa Mwalimu Yosia Kalinga. Leo imempendeza Mungu tuweze kujifunza somo linalosema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Hilo ndo somo letu tunalokwenda kuanza nalo, ambalo Mungu ametupa neema ya kujifunza siku ya leo. Lakini niseme leo ni siku yetu ya kwanza ambayo ndo tunalianza hili somo. Pia Mungu atakubariki sana ikiwa utalifuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Naamini kuna kitu ambacho Mungu amekusudia uweze kukipata kupitia mafundisho haya. Lakini kabla sijaendelea, hebu nimwombe Mungu aanze na sisi ili aweze kutufundisha kama vile ambavyo amekusudia yeye. Akili za kibinadamu zisitangulie mbele, bali Roho Mtakatifu akatangulie mbele yetu ili kile tunachokwenda kujifunza tukaweze kukielewa. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru sana kwa neema na nafasi ulionipa kunikutanisha na mtumishi wako huyu ambaye yupo hapa kwa ajili ya kusikiliza neno lako ambalo Mungu umeliweka ndani yangu na umemkusudia aweze kulisikia na kupata kile ambacho Mungu umemwandalia kupitia somo hili. Naomba nenda kanitumie kinywa changu kama chombo tu, lakini pia nenda kafungue masikio ya kila mmoja anayesikia ujumbe huu ili ukapate kumjalia kuelewa na neno hili likafanyike nuru itakayoangaza katika ufahamu wake na kumfanya aweze kuyaona yale ambayo kwa akili zake asingeweza kuyaona. Akasikie kile ambacho kwa masikio ya kawaida asingeliweza kukisikia. Roho Mtakatifu ukamsikizishe na kumuonyesha kila mtu mambo ya rohoni ambayo kibinadamu asingeweza kuyafahamu. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya somo hili ambalo unakwenda kutufundisha sasa. Ninaamini kila mmoja atakwenda kubarikiwa na atakwenda kupata kile ambacho Mungu umemwandalia. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba yote nikiamini kwamba Roho wako Mtakatifu ataendelea kuwa kazini akisema na watu wako. Amen. Kwenda kuanza kabisa kwa siku hii ya leo. Tutakwenda kuanza na sehemu inayosema, kwa wewe unayeandika utakwenda kuandika sehemu inayosema maana ya kutokuwa chini ya sheria. Somo letu linasema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Lakini kwa wakati unaomba niweze kuzungumza maana ya kichwa cha somo au maana ya kitabu kinachosema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Maana hili ni somo ambalo nalifundisha, lakini pia lina kitabu. Kwa hiyo unaweza ukapata kitabu au ukafuatilia somo hili. Lakini naamini kwa njia yote ambayo utaitumia Mungu atakwenda kusema na wewe. Maana ya kutokuwa chini ya sheria. Maana ya kutokuwa chini ya sheria. Au ninaposema tukiongozwa na Roho hatuko chini ya sheria, na maanisha nini? Sheria ni kanuni na taratibu zilizowekwa na jamii fulani ili zifuatwe na wanajamii wote bila kuvunjwa na mtu yeyote. Kwa hiyo hizi ni taratibu. Sheria ni taratibu zilizowekwa ili zifuatwe na kila mtu
aliyekubali kuwa mwanajamii wa jamii fulani. Endapo ukaamua kuwa mwanajamii wa jamii ya Watanzania, kuna sheria za Tanzania ambazo zinatakiwa uzifuate kwa lazima. Unatakiwa uzifuate kwa lazima kama umeamua kuwa mwanajamii ya Tanzania. Lakini pia kuna jamii za vijiji, jamii za mikoa. Unapoamua kuwa mwanajamii wa eneo lolote wanaloishi watu, kuna sheria ambazo ni lazima uzifuate, sio hiari. Yaani wewe ukishaamua tu kuwa mwanajamii wa jamii hiyo, ni lazima hizo sheria uzifuate, utake usitake. Na unapovunja sheria hizo, maana yake wewe sio mwanajamii wa hizo jamii, wa hiyo jamii unayoishi. Na unaweza hata ukafukuzwa kwamba wewe haufai kuishi katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu umeshindwa kufuata taratibu na sheria zilizowekwa ili ziwaongoze wanajamii wote, ukiwepo wewe. Hata katika madhehebu na dini, imani tulizo nazo, kuna sheria na taratibu ambazo zimewekwa. Kuna sheria na taratibu ambazo zimewekwa. Na hizo taratibu, mtu yeyote aliyeamua kuungana na jamii ya watu wenye imani fulani, kuna taratibu ambazo anatakiwa zifuate kwa lazima, sio ombi. Unapoamua hata leo hii, unapoamua kwamba mimi nitakuwa Muislamu, nitakuwa Mkristo, nitakuwa Muhindi, nitakuwa Myahudi, dini yoyote ile utakayoamua kuifuata, kuna sheria ambazo ni lazima uzifuate. Na usipozifuata, wale wenzako Wayahudi, Wakristo, Waislamu, Wahindi, Wabudha na kadhalika, dini mbalimbali, watasema wewe sio mwenzetu. Kwa nini? Kwa sababu haujafuata sheria na taratibu zilizowekwa katika hiyo jamii. Lakini hizo taratibu hazitoshi pekee kuzifuata, hazitoshi pekee kumuongoza mtu. Lazima kuwe na nguvu nyingine nyuma yake. Kuwe na nguvu nyingine nyuma yake ambayo itazisaidia hizo taratibu ziweze kufanya kazi. Sheria pekee haiwezi kumsimamia mtu akaishi kama wanavyotaka wanajamii fulani, au kama jamii inavyomtaka aishi. Ili sheria iweze kufanya kazi, ni lazima nyuma yake kuwe na nguvu. Hata leo hii kuna sheria, lakini pia kuna nguvu zinazoifanya sheria iweze kufanya kazi. Bila hizo nguvu, sheria haiwezi kufanya kazi. Na ndio maana ukiangalia hata leo hii, kuna watu wanazijua sheria zipo. Sheria ipo muda wote. Sheria inakuwepo muda wote. Hata makosa yanapofanyika, sheria inakuwepo. Lakini sheria inakuwa na nguvu sana kama kutakuwa na nguvu nyuma, au kutakuwa na mtu atakaye support hiyo sheria. Kwa mfano, sheria imesema usiibe. Kwa nini watu wanaiba? Wanaiba pale ambapo sheria inakuwa iko peke yake, haina mtu anayeweza kuisupport au kuipa nguvu
iweze kufanya kazi yake. Na tuna sheria nyingi ambazo tumejiwekea kwamba mtu akihujumu uchumi kuna adhabu anatakiwa afanye. Sheria inasema hivyo. Mtu akiua kuna adhabu anatakiwa afanye. Sheria inasema hivyo. Mtu akibaka kuna sheria anatakiwa, kuna adhabu ambayo sheria inamtaka huyo mtu aweze kupewa. Mtu akinyanyasa, akidhalilisha, mtu akifanya kosa lolote, sheria inazungumza muda wote, wakati wa kufanyika makosa na wakati wa kutokufanyika makosa. Sheria ipo muda wote. Hata kama watu wanaiba, usije ukasema wakati huo waliiba wakati sheria ilikuwa haipo au sheria ililala. Hapana. Sheria ipo muda wote na inafanya kazi muda wote, lakini kazi yake haiwezi kuonekana kama hakuna mtu atakayeipa nguvu hiyo sheria. Sheria peke yake haiwezi kumwadhibu mtu aliyeua. Sheria peke yake haiwezi kumwadhibu mtu aliyeiba. Haiwezi kumwadhibu mtu aliyefanya kosa lolote. Na ndio maana mtu anaweza kafanya kosa na sheria ipo isimwadhibu. Anaweza kafanya kosa akakaa hata miaka kadhaa hajaadhibiwa. Lakini baadaye watu watakapoamua, watu wale walio nyuma ya sheria watakapoamua kuitia nguvu sheria yao, na ndipo sheria ile inapopata nguvu ya kukuadhibu wewe uliyekosea. Kuna watu wengi leo wanafanya makosa, na hata wewe kuna wengine unaweza kuona wafahamu mtu fulani amefanya kosa, mtu fulani amekosea, lakini sheria ipo. Amekosea lakini sheria imetaja kabisa na adhabu yake ipo. Lakini sheria peke yake haiwezi kuinuka kumwadhibu mtu au kumchukulia hatua mtu. Lazima kuwe na nguvu ya watu watakaoifanya ile sheria iweze kufanya kazi. Lakini nimeongelea upande wa sheria za kawaida. Ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 18. Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Sasa hapo ndo nakwenda kuanza sasa. Nimezungumza kwamba hata katika imani pia kuna taratibu na kanuni zinazowaongoza watu walio katika imani fulani. Ndio maana leo utasikia kuna imani hawafanyi hivi, kuna imani wanafanya hivi. Imani tunatofautiana kwa sababu tunatofautiana taratibu, tunatofautiana kanuni. Lakini uwe na kanuni nzuri, uwe na kanuni mbaya, uwe na kanuni zinazojenga, uwe na kanuni zinazobomoa, haziwezi kufanya kazi yake zisipopewa nguvu. Hata kama kukiwa na sheria za kufanya mabaya, haiwezi kafanya kazi kama haitatiwa nguvu na mwenye mamlaka. Nyuma ya sheria lazima kuwe na mtu mwenye mamlaka. Huyo mwenye mamlaka ndo atakayeipa nguvu sheria iweze kufanya kazi. Hata katika imani
Hata katika imani pia tuna sheria. Hata katika imani pia tuna sheria. Mungu amezungumza katika neno lake. Anatukumbusha katika maneno yake, anasema mwanangu, usisahau sheria yangu. Ukisoma katika kitabu cha Mithali, Mungu anaongea wazi kabisa. Anasema mwanangu, usisahau sheria yangu. Katika kitabu cha Mithali sura ya 3 pale. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Hata kwa Mungu pia kuna sheria ambazo Mungu ametuwekea tuweze kuzifuata. Kuna maagizo ambayo Mungu ametuwekea tuweze kuyapata, tuweze kuyafuata. Maandiko hayo yameandikwa katika katiba. Kwa sababu taratibu zikiwa ni nyingi zinaweza kusahaulika. Lakini kuna taratibu zingine pia unaweza usizifahamu, kwa sababu unaona yamkini kana kwamba hazikuhusu. Kwa mfano, kuna wakati mwingine unaweza usifuatilie sana sheria za watumishi Tanzania. Sheria zinasemaje kuhusu watumishi Tanzania? Kwa sababu wewe sio mtumishi. Lakini kwa mtumishi anajua sheria zake. Anajua katiba ya Tanzania inazungumza nini kwa habari ya utumishi. Anajua katiba ya Tanzania inazungumza nini kwa habari ya watoto. Lakini raia yeyote wa Tanzania pia ana umuhimu, anatakiwa kujua, au kuna umuhimu wa kujua kwamba katiba ya Tanzania inazungumza nini kuhusu yeye kama raia wa Tanzania. Hata Biblia pia kuna sheria ambazo Mungu ametupa. Kuna sheria za ujumla. Ambazo wote kama wewe kama mtumishi wa Mungu unatakiwa kuzifahamu. Wewe kama mtu aliyeokoka unatakiwa kuzifahamu. Lakini pia kuna sheria au kuna taratibu ambazo unatakiwa kuzifahamu wewe kama mtu uliyewekwa katika nafasi fulani na Mungu. Wewe ni mchungaji. Mungu anasema nini katika sheria yake kuhusu wachungaji? Wewe ni mwalimu. Mungu anasema nini katika sheria yake kuhusu walimu? Wewe ni nabii. Mungu anasema nini kuhusu nabii katika sheria yake? Wewe ni mwinjilisti. Mungu anasema nini kuhusu unabii katika sheria yake? Wewe ni mtume. Mungu anasema nini kuhusu utume wako katika sheria yake? Lakini pia unaweza kuwa wewe unatoa. Mungu anasema nini kuhusu kutoa? Unaweza kuwa unatoa lakini kumbe unatoa kinyume na sheria. Kitu chochote ukifanya kinyume na sheria umefanya kosa. Unaweza kuwa unaomba lakini unaomba sawasawa na sheria, au unaomba kwa kuvunja sheria. Unaabudu sawasawa na sheria, au unaabudu kinyume na sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu imeandikwa katika katiba ambayo ni Biblia. Katiba ya Mkristo ni Biblia. Biblia ndiyo mwongozo wa mwisho kwa mtu aliyeokoka.
Nasema ni mwongozo wa mwisho kwa mtu aliyeokoka, kwa sababu mtu yeyote aliyeokoka hawezi kwenda kinyume na katiba ya nchi yake. Yaani kusoma kwako wewe sana Biblia hakuwezi kukakufanya wewe uvunje sheria ya Tanzania, ikiwa sheria ya Tanzania ina malengo mazuri kwa Watanzania. Kwa hiyo mtu asije akakudanganya kwamba eti mimi nimesoma sana Biblia na ndio maana navunja sheria ya Tanzania. Kwa hiyo unaposhika sheria ya Mungu huwezi kuvunja sheria ya Tanzania. Huwezi kuvunja sheria ya Tanzania, kwa sababu Mungu ameruhusu sheria za nchi zifanye kazi yake, isipokuwa zisifanye kazi kinyume na makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukisoma hicho kitabu cha Wagalatia, tuliposoma 5:18 inatuambia tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Andiko hili lina maana gani? Andiko hili lina maana gani? Lina maana gani? Ni lazima tujue lina maana gani. Andiko hili lina maana kwamba mtu anapoongozwa na Roho ataishi kama ataishi anavyotaka, au andiko hili linamaanisha hivi: mtu anapoongozwa na Roho hayuko chini ya sheria. Haina maana kwamba anayeongozwa na Roho ni mvunja sheria. Unapoongozwa na Roho Mtakatifu na kumpendeza sana Mungu, ni lazima Roho Mtakatifu pia atakuongoza kuwatendea mema watu wanaokuzunguka, ikiwa ni pamoja na kufuata sheria ambazo zimewekwa na nchi, ambazo ni sawasawa na mapenzi ya Mungu. Sheria ya Roho Mtakatifu haikuongozi wewe kuvunja sheria na taratibu zilizowekwa ili ziweze kutuongoza. Lakini kwa nini maandiko yanasema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria? Kwa sababu sheria sio kubwa kuliko mtoa sheria. Sheria sio kubwa au haina mamlaka kuliko mtoa sheria. Kama nilivyosema mwanzo kwamba sheria inaweza ikawa kali, lakini isipokuwa na mwenye mamlaka nyuma haiwezi kufanya kazi. Haiwezi kabisa kufanya kazi. Kwa hiyo wanaposema, neno la Mungu linaposema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria, maana yake mtu yeyote anayeongozwa na Roho sio mtu wa kufanya kitu kwa sababu sheria imefanya, kwa sababu sheria imemwagiza. Maana kuna watu wanaenda kanisani kwa sababu taratibu zinawataka waende kanisani, lakini hawaendi kanisani kwa sababu ya Mungu. Mtu anahudhuria kanisani kila siku, lakini anasema nikishinda mchungaji ataniuliza, nikishinda wapendwa wenzangu wataniuliza.
Huyo ni mtu anayeabudu kwa sheria. Anasema kanisani wametangaza maombi ya siku 3. Ngoja niingie, maana nisipoingia watanisema kwa nini mimi sijaingia kwenye maombi. Kwa anaingia kwenye maombi kwa sababu ya sheria, lakini haingii kwenye maombi kwa kumheshimu Mungu. Sasa wewe unayeongozwa na Roho Mtakatifu haupaswi kufanya jambo kwa sababu liko kwenye sheria au kama utaratibu. Unatakiwa kufanya jambo kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa kumheshimu Mungu. Kama nenda ibadani kwa moyo wa kumheshimu Mungu. Na hapo ndipo Mungu atapendezwa na wewe. Lakini ukimheshimu Mungu kwa kufuata tu sheria, yani unaenda ibadani lakini kwa sababu tu sheria inasema mwende kanisani, kwa sababu ni utaratibu wenu kwenda kanisani, haiwezi kukusaidia. Ili ibada iweze kukusaidia, ni lazima hiyo ibada uifanye kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Uwe umesukumwa na Roho Mtakatifu kwenda ibadani. Usiende ibadani tu kwa kulazimishwa. Nenda ibadani kwa sababu Roho Mtakatifu amekusukuma kwenda ibadani. Kwa leo wako watu wengi sana ambao wanaongozwa na sheria. Wanafuata taratibu zote ambazo zimewekwa katika imani anayoamini, katika dhehebu analoamini, katika dini anayoamini. Lakini sheria tu haiwezi kukusaidia wala haiwezi kukufanya uonekane mwema mbele za Mungu. Kinachokufanya wewe uonekane mwema mbele za Mungu ni mwelekeo wa moyo wako kwa Mungu, pamoja na matendo hayo unayoyafanya yaliyo sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hicho ndicho kitu kitakacho kufanya wewe uhesabiwe haki mbele za Mungu. Ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 2 na mstari wa 16. Wagalatia sura ya 2 na mstari wa 16. Maandiko yanasema, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria. Maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Yani ukiishi au kitumika kwa kufuata sheria, Mungu anatambua. Usije kadhani kwamba unamdanganya Mungu. Mungu anatambua kwamba wewe unamtumikia kwa kulazimishwa au umemtumikia kwa kujitoa. Wagalatia 2:16 inasema hakuna mtu atakayehesabiwa haki kwa sababu ya matendo, bali tunahesabiwa haki kwa imani. Na imani hiyo inakuwa wapi? Ndani ya moyo wa mtu. Je, unachokitenda unakiamini kutoka ndani ya moyo wako? Kwa sababu maandiko yanasema Mungu anaangalia moyo. Mungu haangalii kama sisi wanadamu tunavyoangalia. Wanadamu tunaweza tukamuona mtu anaenda kanisani kila siku, tukasema yule ni mtumishi wa Mungu. Lakini kumbe Mungu akimwangalia anasema yule ni mbabaishaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukisoma Warumi 3:27 mpaka 28, neno la Mungu linasema hivi,
wapi basi kujisifu? Kumefungiwa nje. Kwa sheria ya namna gani? Kwa sheria ya matendo? La, bali kwa sheria ya imani. Basi twaona ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Kama mwanadamu anahesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Unapotenda matendo hata yawe mazuri kwa namna gani, hata matendo yako yawe mazuri namna gani, lakini kama hauna maisha ya kumwamini Mungu, matendo yako ni bure. Yaani hata kama utatenda mema mengi, lakini hayo mema hayawezi kumfanya Mungu akuhesabie haki. Mungu anachoangalia ni moyo wako umetubu. Haangalii matendo unayoyatenda, wala Mungu hawezi kushawishiwa na vile unavyofanya tu, watu wanavyokuona unafanya. Mungu anataka yale matendo unayoyafanya usiyaache, lakini yaanzie ndani ya moyo wako. Ukisoma Isaya 64 na mstari wa 5. Isaya 64 mstari wa 5. Na wa 6. Lakini acha nisome wa 6. Isaya 64:6. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Kwamba watu walionekana ni wachafu, na matendo yao yote ya haki, sio mabaya, matendo ya haki waliokuwa wakiyatenda yalionekana kama nguo iliyotiwa unajisi. Maana yake hayakuwa na maana mbele za Mungu. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Kwa hata ukitenda matendo ya haki, lakini kama hiyo haki haijatoka ndani ya moyo wako, haiwezi kumgusa Mungu, na wala Mungu hawezi kufurahia. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni namna ya kuishi kwa sheria. Manake wewe uko chini ya sheria. Mtu aliye chini ya sheria ana uwezo wa kufuata sheria, lakini sio kwa moyo wote. Anafuata sheria kwa kulazimishwa. Sasa sheria ya Mungu ukiifuata kwa kulazimishwa ni sawa na bure. Kwa Mungu ni sawa na bure. Yaani ukisema umtumikie Mungu kwa kulazimishwa ili watu wakuone, ni sawa na bure. Kwa hiyo mtumishi yote wa Mungu anatakiwa kuongozwa na Roho, asiwe chini ya sheria. Asiwe chini ya sheria, kwa sababu sheria haiwezi kumsaidia, na wala sheria au matendo yake mazuri anayoyafanya ila moyo wake uko mbali, hayawezi kumuokoa na ghadhabu ya Mungu. Hayawezi. Yaani siku ya hukumu ikifika, hata kama unatenda matendo mema lakini moyo wako haujageuka, unatenda matendo mema kwa unafiki tu, ulionekana umeifuata sheria, manake wewe mbele za Mungu hauna chako. Mbele za Mungu hauna cha kujivunia. Manake Mungu akija leo, wewe mbinguni huendi. Kwa nini? Kwa sababu uliishi kwa kuwapendeza wanadamu, lakini haukuishi kwa kumpendeza Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wa kimo chake,
kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Hii ndio sababu maandiko yanatuambia tusifanye wema machoni pa watu kwa lengo la kutazamwa na watu, kwa sababu watu hawawezi wakakusaidia. Ukifanya jambo wanadamu wakikusifia, kama hilo jambo halijatoka moyoni, kwa Mungu bado una deni la kutubu na kubadilika. Tukiongozwa na Roho, hatupo chini ya sheria. Haitakiwi uifuate sheria kwa kuitii sheria. Ukifuata sheria kwa kuitii sheria, lakini humheshimu aliyeitoa sheria, haina maana. Kwa sheria ya Mungu, ukifuata sheria ya Mungu afu humheshimu Mungu, haina maana. Mungu anataka umwabudu. Wewe unaenda kanisani, lakini kumbe moyoni mwako Mungu hayupo. Hicho kitu hakiwezi kukusaidia. Mathayo 6 mstari wa 1 pale anasema, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hivyo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo kumbe, hata kama tutaifuata sheria, watu watatuona kwamba tunatembea kwenye sheria ya Mungu. Hiyo sheria ya Mungu ianzie ndani ya mioyo yetu. Tusiifanye kwa ajili ya watu. Watu wengi wanamtumikia Mungu ili waonekane na watu. Na hiyo ndio sababu inafikia wakati wanapoteza mwelekeo. Wanaondoka kwenye njia ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya kazi kwa sababu ya watu. Kwa mahali pa asili ambapo watu hawamuoni, mtu huyo aliye chini ya sheria ana uwezo wa kufanya machafu mengi kwa sababu haonekani. Lakini mbele ya watu ataonekana mwema. Huyo ni mtu ambaye yuko chini ya sheria. Anafuata sheria lakini hamuogopi mwenye sheria. Kuna maana gani? Hakuna maana mbele za Mungu. Kufuata sheria kabla ya kumkiri Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kugeuka na kubadilika, na ndipo ufanye yale mema. Yale mema yanakuwa na maana kwa Mungu na kwa wanadamu pia. Lakini ukifanya yale mema, utawafurahisha wanadamu, watakufurahia. Wanadamu watasema wewe ni mtumishi. Lakini mbele za Mungu, Mungu atasema huyu ni mbabaishaji. Huyu sio mtumishi. Hakuna utumishi hapo. Kufuata utaratibu ni jambo la muhimu sana. Sijakataa kwamba tusifuate utaratibu. Utaratibu uliowekwa makanisani mwetu. Sijakataa. Kwa sababu pia neno la Mungu linasema yaliyofungwa duniani na mbinguni yamefungwa. Yaliyofunguliwa duniani na mbinguni yamefunguliwa. Kwa maana kwamba tutakayopatana duniani, endapo tu hayako nje na makusudi ya Mungu, na mbinguni wanatiki kwamba watu wangu wamepatana hivi, na hili jambo ni jema kwangu, Mungu anaweka tiki. Lakini kufungua ni pale ambapo mkaamua kusema jamani, hili jambo sasa hivi tunalivunja. Mnapolivunja, na Mungu mbinguni anakata, analikanseli kwamba hili jambo saizi halipo. Na ndio maana kuna dhambi zilizoandikwa katika Biblia, lakini kuna dhambi pia za mapatano.
Kuna dhambi unaweza ukaifanya tu kwa sababu ya mapatano. Mmepatana jambo fulani kanisani, wewe hujaenda, hiyo tayari ni dhambi, lakini haijaandikwa kwenye Biblia. Lakini kwa sababu watu wa Mungu wakikaa wakapatana kwa jambo lolote ambalo sio kinyume na mapenzi ya Mungu, ila wao wakapatana tu wakalifanya, wewe hujalifanya, ukiwa ni miongoni mwa hiyo jamii, maana yake tayari unakuwa umemkosea Mungu. Katika Biblia kuna dhambi za aina 3. Kuna dhambi ya kutokufanya yale Mungu aliyokuagiza uyafanye. Dhambi ya kutokufanya yale ambayo Mungu amekuagiza uyafanye. Lakini pia kuna dhambi ya kufanya yale ambayo Mungu amekukataza usifanye. Dhambi ya kufanya yale ambayo Mungu amekukataza usiyafanye. Lakini pia kuna mambo ambayo Mungu anaweza kumwandikia mtu kuwa mkosaji au mwenye haki. Hayo katika mambo yanayotegemea mapatano. Kwa mfano, Mungu hawezi kuwapangia muda wa kuanza ibada na muda wa kumaliza. Mungu hawezi kuwapangia siku ya ibada. Mungu hawezi kuwapangia kwamba siku fulani mweke mkutano uanze tarehe fulani mpaka uishe tarehe fulani. Hawezi kupanga. Mungu hawezi kupanga kwamba sijui siku fulani tutakuwa na ibada moja. Mungu hawezi kuwapangia. Lakini itategemea mapatano. Mkipanga tutakuwa na ibada 2, wewe ukaenda moja, tayari umevunja mapatano. Uko kinyume na mapatano. Hapo tayari unajitengenezea sana. Unajitengenezea dhambi. Dhambi ya mapatano. Ukisoma Wakorintho 14 mstari wa 40, neno la Mungu linasema, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Wakorintho wa kwanza 14:40. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Kwa Mungu mwenyewe anapendezwa na utaratibu. Kwa usije ukasema tumejifunza kwamba sisi tunaongozwa na Roho, kwa hiyo tusifuate sheria. Sijasema hivyo. Nimesema ongozwa na sheria kwa kumtambua aliyeiweka na kumheshimu aliyeiweka. Usiongozwe na sheria kwa kumsahau aliyeiweka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma katika kitabu cha Matendo sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 6, neno la Mungu linasema, palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono ya waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akamjia akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu, na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja, jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakwambia ya kupasayo. Huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ni mtu anaitwa Kornelio.
Kabla ya hapa alikuwa sio mtumishi wa Mungu. Kornelio alifanya mambo mema mengi, ikiwemo sadaka na sala. Alikuwa anaomba sana, lakini pia alikuwa ni mtu wa kutoa sadaka sana kwa watu, kusaidia watu. Lakini huo uwema haukutosha Mungu kumhesabia haki. Mungu akamuongoza kufanya jambo lingine zaidi takalomsaidia. Na hilo jambo lingine lilikuwa ni jambo la kumwamini Kristo. Kwamba Kornelio alifanya mema mengi sana, lakini Mungu hakumhesabia haki kutegemea na yale mema aliyoyafanya. Ikambidi Mungu amuongoze Kornelio ili aweze kuhesabiwa haki kwa imani. Kama ni kweli alikuwa anaomba mpaka sala zake zikafika mbinguni, alikuwa anatoa mpaka sadaka zake zikafika mbinguni, lakini haikutosha Mungu kumhesabia haki. Mungu akamtokea katika maono akamwambia, wewe Kornelio, sala na sadaka zako zimefika kwangu, lakini hiyo haitoshi. Akamuelekeza kwa mtu mmoja anaitwa Petro. Akamuelekeza kwamba akutane na Petro. Petro atamwambia mambo ya kufanya. Na alipokutana na Petro, hapo ndipo alipokutana na wokovu, akaokoka. Akaondoka chini ya sheria. Ina maana alikuwa anafanya mambo mazuri, lakini chini ya sheria. Alikuwa hajamwamini yeye aliyeweka hiyo sheria. Mungu ameagiza kutoa, lakini yeye alikuwa anatoa, lakini hajamwamini yule aliyeagiza kutoa. Alikuwa anawasaidia watu kama Mungu alivyoagiza, lakini hamwamini Mungu. Na ndio maana Mungu akaamua amuongoze ili aweze kumkamilisha katika haki. Akamwambia, onana na Petro. Ukisoma hiyo sura ya 10 yote utapata habari ya huyu mtu anaitwa Kornelio. Kwa ni mtumishi mzuri sana. Kwa macho hivyo alikuwa ni mtumishi mzuri sana, lakini alikuwa bado hajahesabiwa haki. Kwa hiyo ni lazima ufahamu kwamba matendo yako mazuri kama hujamwamini Yesu hayawezi kukusaidia. Matendo mazuri yana faida sana endapo utafanya matendo mazuri kama yani yawe yametokana na wewe ulivyomwamini Kristo. Kumwamini kwako Kristo kulete matendo nje. Yasiwe matendo yaliyoanzia nje tu, moyoni hayapo. Kwa sababu hata utende hivyo, lakini huwezi kupata wokovu kwa sababu ya kufanya hivyo unavyofanya. Wokovu kamili unapatikana kwa kumwamini Kristo. Ukimwamini Kristo unapata wokovu kamili. Ukisoma Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 na wa 9, Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maandiko yanasema kwamba hata mtu aliyeokoka hawezi kuokoka kwa matendo, wala asije akajisifia kwamba mimi niliokoka kwa sababu nilifanya mema. Maandiko yanasema Mungu alipochungulia duniani aliona wote wameoza, hakuwepo mtenda mema hata mmoja. Wote wameoza. Kwa hiyo ukisema umeokoka kwa sababu umetenda mema, si kweli. Ni kinyume na maandiko. Hata Biblia yenyewe inasema tukisema hatukutenda dhambi, tutasema uongo. Wanadamu wote tulikuwa ni wenye dhambi wote, tena kupitiliza. Hakuwepo mwema hata mmoja. Maandiko yanasema Mungu alichungulia duniani, hakuona mtu hata mmoja.
hakuona mtu mwema hata mmoja. Wote tulikuwa tumepotoka, hakuwepo mtenda mema hata mmoja. Kwa hiyo wewe kama mtumishi wa Mungu hautaki kumwabudu Mungu kimwili, hautaki kumwabudu Mungu kwa matendo na moyo wako uko mbali. Ukisoma Mathayo sura ya 15, Mathayo 15 mstari wa 8 na wa 9, neno la Mungu linasema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa Mungu, unapomwabudu Mungu moyo wako uko mbali, Biblia inasema ibada yako ni bure. Manake wewe unaabudu kwa sheria, hauabudu kwa kumheshimu aliyeweka sheria. Lakini pia neno la Mungu katika Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho, nao wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa ukimwabudu Mungu kimwili lakini moyo wako uko mbali na yeye, maana yake wewe unaabudu chini ya sheria. Unaabudu chini ya sheria. Na ili Mungu aweze kukuhesabia haki, amua leo kutoka chini ya sheria. Amua leo kutoka chini ya sheria. Ni lazima utoke chini ya sheria ili Mungu aweze kukuhesabia haki. Hautakamilika, hautaonekana umekamilika kuwa mwenye haki mbele za Mungu usipomwamini Mungu, usipomwamini Yesu. Ni lazima umwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wako, na ndipo atakapokutoa chini ya sheria. Hiyo ndiyo maana ya kwamba hatuko chini ya sheria. Maana yake hatuongozwi na sheria tu. Maana tungekuwa tunaongozwa na sheria tu, tukiwa peke yetu, sheria haiwezi kutusaidia. Ukiwa peke yako utazini, kwa sababu umemweka mbali yule mwenye sheria, mwenye mamlaka ya kuifanya sheria ikusaidie wewe usivunje. Roho Mtakatifu ndo mwenye uwezo wa kukufanya wewe uifuate sheria ya Mungu iliyo sawa sawa. Sasa leo hii watu wanaheshimu sana sheria, lakini heshima yao imeishia kwenye sheria. Wamesahau kwamba yupo mwingine mwenye mamlaka kubwa iliyo zaidi, aliyeiweka hiyo sheria. Wameishia kuiheshimu sheria, lakini hawamheshimu yeye aliyeiweka sheria. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye umeendelea kufuatilia somo hili, lakini pia na kukaribisha tuendelee kujifunza zaidi kwa habari ya maneno ya Mungu. Kwa mawasiliano tunaweza tukawasiliana kwa namba 0775 42 47 13, 0775 42 47 13. Lakini pia tunaweza kuwasiliana WhatsApp. WhatsApp namba 0768 42 47 13, 0768 42 47 13.
Lakini pia unaweza kutuma ujumbe wa barua pepe kalingayosia52@gmail.com. Unaweza kutuma kwa barua pepe hiyo, pia tutaweza kuwasiliana. Lakini pia napatikana Facebook kwa jina la Yosia Jeremia Kalinga, napatikana huko. Lakini pia napatikana TikTok kwa jina la Yosjeli Kali, naitwa Yosjeli Kali katika TikTok. Lakini pia upande wa Facebook nina grupu Facebook na WhatsApp. Grupu linaitwa Nuru ya Kristo inayoshinda giza la shetani. Kundi linaitwa Nuru ya Kristo inayoshinda giza la shetani. Tukiwasiliana WhatsApp nitakuunga. Kwa upande wa Facebook unaweza ukajiunga mwenyewe. Nuru ya Kristo inayoshinda giza la shetani. Kundi lina jina moja na linapatikana Facebook na WhatsApp. Huko unaweza ukatuma hata swali. Kama una swali, una maoni, una ushauri, unaweza ukatuma, au hata kwa kuwasiliana kwa njia yoyote katika hizi nilizozitaja. Mungu atakubariki sana, na Mungu atazidi kukufungua. Mungu atazidi kukupa neema ya kumuelewa yeye kwa viwango vya juu sana. Lengo la kujifunza neno la Mungu ni lengo tunajifunza neno la Mungu kwa lengo la kumjua Mungu sana, kuzijua imani zetu sana, kukua katika viwango vya kiroho sana, kuimarika sana, kuwa washindi katika ulimwengu wa roho. Mungu akubariki sana na kutakia tafakari njema ya maneno yote tuliyoyasoma. Roho Mtakatifu azidi kukufundisha zaidi. Mungu akubariki.